Tafadhali naomba unisikilize. Naomba ushushe usilaha chini. Please, usifanye kitu ambacho tutajutia maisha yetu yote. Nakuomba. Kwa hiyo hiki ndicho ulichokuwa unanificha siku zote? Umekuwa unaniacha mimi mwenyewe nyumbani, unanifanya nalala peke yangu kila siku. Kumbe wewe unakuja huku, si ndio? Afu unaniambia huko busy na kazi kila siku, Adrian. Alafu unaniambia niende nikamwombe msamaha yule mwanamke nikitaka kutengeneza amani na wewe. Haya, nao nimwombe msamaha kwa kunibia mume wangu? Nakuuliza nimwombe msamaha? Nitakueleza kila kitu, lakini naomba ushushe silaha chini mama. Hicho sio kitu cha kuchezea, tafadhali. Hapana. Siwezi. Nimechoka, Adrian. Nimechoka kushikia siku kwenye uongo. Kila siku ulikuwa uishwe sababu. Kila siku unaniambia uko busy na kazi, uko busy na mambo yako. Kwa nini ulinioa? Kwa nini ulinioa kama ulikuwa hutaki kuwa mume wangu? Ungeniacha niishi maisha yangu. Ungeniambia mapema kuwa una mpenzi, Adrian. Na unajua kabisa nimekuwa nikimdanganya babangu kila siku kwa nina furaha. Mume wangu ananipenda sana, lakini hata ni uongo. Okay. Najua nimekukosea mke wangu, naomba unisamehe. Tafadhali. Tunaweza tukalitatua tatizo hili, lakini si kwa namna hii. Tafadhali naomba unielewe. Nakupenda. Shusha silaha chini. Babe. Tafadhali. Okay. Usitamani viatu vyangu kama ujui nilipopitia. Nje vinaonekana vizuri, lakini ndani vimejaa miba. Nisikilize. Naomba tuende nyumbani, nitakuelezea kila kitu. Please. Bado nakuhitaji mama. Nakupenda. Winnie. Hey. Basi. Okay. Pole. Kuna maumivu ya kimya. Wananiona nikiangaza, hawajui giza langu. Huwezi kuniacha kama hivi, Adrian. Hawasikii kilio changu. Kila hatua ninayotembea ina kovu lisiloonekana. Kila siku ninayosimama ni vita. Usoni pazia umeficha mengi, vilio vilivyo ndani huwezi viona kwa macho, na kwenye macho tabasamu limeficha hadithi ya maumivu ya ndani
hayajasemwa kwa sauti. Behind this smile, tabasamu lenye maficho. Behind this smile, maumivu ndiyo malipo. Tabasamu, tabasamu langu lina siri nzito. Tabasamu, tabasamu, maumivu ya ndani kwa ndani. Tabasamu, tabasamu limebeba kilio changu. Tabasamu, tabasamu behind the smile. Tina, umefanya kazi nzuri sana. Naamini wakati mwingine nikikuachia hii kampuni utaniletea watu sahihi. Madam, sifanyi kazi kwa kubahatisha. Naamini huyo atafaa. Samani, ulisema ni kazi. Kwani ni kazi gani? Relax Yana. Twende kwanza ukabadilishe nguo. Kisha madam atakuelekeza kila kitu. Lakini binti, wakati mwingine kazi zina maandalizi. Kwa hiyo nenda kabadilishe nguo, alafu tutakuja kuongea. Sawa? Winnie, tafadhali tusifikie huko. Winnie. Usitaje jina langu. Una tena hiyo nafasi Adrian. Una. Tafadhali. Naomba unipe dakika moja tu nikuelezee kila kitu mama. Nakuomba. Dakika moja? Baada ya kunidanganya miaka yote hiyo, leo nataka tulizungumzie ile dakika moja. Uko sawa kweli wewe? Nilikupenda kwa moyo wangu wote. Nikahakikisha naipambania ndoa yetu inasimama imara. Leo hii umefanya nini Adrian? Umefanya nini? Nimekukosea kitu gani kikubwa mpaka unipea maumivu? Unaweza ukaniambia? Lakini hata mimi sikutamani tufike huku. Ukweli ni kwamba nimekubali nimekosea. Naomba unipe nafasi ya kukuelezea. Nakuomba. Unatenda hiyo nafasi Adrian. Nafasi hiyo umeshapoteza muda mrefu sana. Yaani kumbe ulikuwa ukiishi maisha mengine nyuma yangu bila mimi kujua. Adrian, sio ndoa yetu tu ulioivunja. Umevunja mpaka imani yangu kwako. Na imani ikishavunjika, si rahisi tena kuijenga. Na nakuhakikishia jambo moja. Ukiona natoa mguu wangu kuondoka kwenye ule mlango, nitamwambia baba yangu aondoe uwekezaji wake wote aliowekeza kwenye kampuni yenu. Hisa zote, michango aliyochangia mpaka kufanya kampuni yenu ikasimama pale, vyote nitaviondoa. Babangu aliwekeza ushirikiano uliojengwa juu ya heshima na uaminifu ndani yake, na sio usaliti. Ulichokifanya
akijavunja tu ndoa yetu, kimevunja amani ya familia zetu. Na kuanzia leo usitegemee mambo yataenda kama hakuna kilichotokea. Sasa una muonekano. Nadhani mgeni atakuwa ameshafika. Don't wish for my shoes. Kwa nini Adrian? Kwa nini? Usitamani viatu vyangu kama ujui nilipopitia. Kwa nje vinaonekana vizuri, lakini ndani vimejaa miba. Niamini mpenzi, wewe ndio mwanamke ninayekupenda. Ila niahidi tu, utaenda shule, utasoma na utarudi kuwa na mimi. Ndio babe, nakuahidi. Siwezi kuwa na mwanaume mwingine zaidi yako. Okay, nakupenda sana Grace. Nakupenda pia papi. Okay. Eti. Wewe ni Mungu Adrian. Wewe ni Mungu. Mr. Jacob, umeona chombo hicho? Nimeona. Ni kazuri hivi. Kadogodogo kama panya. Lakini pia kama kachina hivi. Nafikiri kila kitu kipo sawa. Mengine utaenda kumwelekeza mkifika. Sawa. Sina shida na wewe. Kazi zako siku zote zinakuwa zimenyoka. Okay, nipe posho yangu niondoke, maana usiku ushakuwa mkubwa, ili kila mtu aende akapumzike.
Okay, muwe na usiku wema. Safari njema. Mchina, karibu kae. Waiter, naomba uje umsikilize binti. Adrian, unafanya nini? Nafanya kitu ambacho nilipaswa kufanya toka mwanzo na kukosea, Winnie. Najua nimekuumiza. Najua nimevunja imani yako kwangu, Winnie. Najua kila chozi ambalo umelia lilikuwa na jina langu. Lakini Winnie, naomba ujue kwamba nakubali kosa. Nimekosea. Kwa hiyo kumbe ulichokuwa nakifanya ulikuwa nakijua eh? Hapana. Ilikuwa ni ujinga. Niliamini kwamba nikitoka nje ya ndoa yangu nitakuta kitu bora zaidi ya mwanamke ambaye Mungu ameniandikia. Lakini ukweli ni kwamba hakuna kitu bora au hakuna mtu bora zaidi ya wewe, mke wangu Winnie. Mimi nakuhakikishia mbele zako na mbele za Mungu, Winnie, Grace atabaki kuwa historia. Grace atabaki kuwa mwanamke ambaye alikuwepo na atapita. Sitamtafuta, sitampigia simu kwa namna yoyote ile. Sitastahili kuitwa mume wako, Winnie. Adrian, naomba unisamehe. Umeamka eh? Na kutegemea. Kwa sababu alikuwa ananitishia sana kiasi cha kuhisi siri zangu zinaweza kuvuja. Hakikisha ukimaliza ushahidi wote unaelekeza kwake. Nataka afungwe, aishie jela, na safari hasitoke maisha yake yote. Sawa, na kutegemea. Oh, nimeenjoy sana na huduma yako. Kwa nini muda wote unalia? Okay, anyway, nilipewa taarifa kuwa wewe ni mgeni kwenye hizi kazi, lakini usijali, taratibu taratibu utazoea.
Hizo ni kama 200,000 hivi. Futa machozi, acha kulia, enjoy life. Usinisahau, mimi nitakuwa mteja wako wa kudumu. Aminata! Aminata! We nawe. Sasa muda wote unafanya nini kondani? Bibi wewe ndugu wangu uko na hivyo? Shoga yangu nimechoka mwenzio. Umechoka unalaka gani umeingia sasa hivi bibi au uachi basi? Kwani ninapokuambia nimechoka sinakwambia nimechoka hivyo hivyo. Vibe lilikuwa kubwa lakini hakuna chochote cha maana shoga yangu. Bwana ningelala tu ndani. We ilikuwaje? Yaani we acha. Pita. Habari zenu? Salama. Bila shaka hapa ndo kwa Aminata. Sisi ni maafisa wa jeshi la polisi. Tuko hapa kutekeleza jukumu la kisheria baada ya kupokea taarifa muhimu kutoka kwa wasamaria wema, na tuna kibali cha kufanya upekuzi humu ndani, na ni haki yenu ya msingi kusoma hiki kibali na kuhakikisha. Kwani kuna nini afande? Tunachokihitaji kutoka kwenu ni ushirikiano. Tuingie huko ndani tukafanya upekuzi, na bila shaka huyu ni rafiki yako. Ni vizuri zaidi kwa sababu atakuwa kama shahidi. Tuongozane ndani, twende tukafanya upekuzi. Sawa sawa? Sawa. Kikwazo kikubwa kimeondoka. Sasa nione ni nani atakayenifuatilia. Mimi nafikiri kazi imeshaisha. Niliogopa sana. Nilihofia Aminata angeweza kumwambia aliyo ukweli. Usiwe na wasiwasi kipenzi. Madawa ya kulevya aliyokamatwa nayo kutoka jela sio rahisi kama unavyofikiria. Lakini pia kuna mpango ambao na uandaji yake. Nitamtuma mtu jela amuue huko huko. Kwa hiyo hutamuona tena kwenye maisha yako. Sawa kipenzi. Lakini sasa hivi naona umeanza kunawiri sana. Unapendeza. Nikuombe kitu. Usije ukamzaria yule kijana. Nimekuelewa kipenzi. See you later. Okay.
Okay, sawa. Sasa nisikilize. Nitakupigia kwa sababu nipo hapa, kuna mtu atakazungumza naye kidogo. Ninavyofikiria mimi, ninachokwambia ninachotaka kufanya. Kwa kama una plan zako zingine, sidhani kama tunaweza kuelewana. Nini? Mume wangu. Yeah, okay, nitakupigia. Sawa.